we are rolling out the UDA party anthem. This will be a nationwide competition for composers and musicians to roll out renditions that will capture the aspirations of our party. The winners of these compositions will be hosted in a national extravaganza that will attract national and international recognition. The ultimate winners of these initiatives will receive awards in cash, in kind, and in sponsorship. Subsequently, we shall be rolling out other similar ventures to capture other performing arts, sports, drama, and talent-related ventures. In the forthcoming drama festivals that is going to roll out in Mombasa as from 19th to 29th of this month, we as a party are going to sponsor certain categories just to ensure that we encourage and nurture the young talents in primary school, secondary school, colleges, and universities. We encourage all talented persons, youth, women, and all citizens to take advantage of this opportunity and convert their talent to an economic venture. We also encourage all persons of all walks of life to join our party so that we create these economic opportunities. We build a united and cohesive country. It is in this light of these that today, as we set off this initiative, a first of its nature and kind of in the country, to capture the spirits and aspirations of our country, I hereby announce to you that Honorable Bahati, mtoto wa mama, has officially defected from Jubilee Party and now is officially a member of the UDA Party. That is I just hope that today you won't be emotional and cry. But this your home now. Feel at home. Hapa hakuna kudhulumiwa. Hapa ni chama ambacho kinakuza talanta, kinakuza uongozi, sio chama ya kudhulumu wale viongozi ambao wanakuja na wanataka kuwa viongozi katika nchi yetu. So we want to assure you that we are going to nurture your leadership skills. We believe that young people can lead this country, and therefore this is the party that is going to ensure that we have your leadership skills. We ensure that your aspirations are actualized, and I'm sure that you are a great leader in this country. Na wewe na watu wako wote ambao umetoka kwa chama cha Jubilee umejiunga na sisi, tunawakaribisha kabisa. Naona umekuja mpaka na mke wake Diana Marwa hako hapa na sisi leo, tunawakaribisha kabisa katika chama chetu. Vile vile pia tuko na MC Jesse. Unajua MC Jesse alikuwa wetu, lakini kidogo hakupelekwa vizuri, lakini tumeongea na yeye tukasema kwamba we want to build a strong team for this party. We want to have great talent in terms of leadership in this party. Na sisi tunasema kama vijana, we want to nurture and encourage young leaders of this country, that a party which can harbor your aspirations, which can nurture your leadership skills is UDA. Vile vile tuko pia na MC na Rafton, mnajua alikuwa na sisi na hapa leo na sisi. KRG the Don, hapo ni marafiki wa Bahati, amekuja nao. DK kwenye beats hapo pia hapa. Sami Boy, ndio nasema Samido, okay. Sami Boy hapo pia hapa. Mash Mwana vile vile pia hapa. Tuko na Dufla na wasanii wengi ambao wamejionyesha kwamba wako hapa. So sisi tungependa kuambia tu karibu sana, and I want to finally reassure our youth in the entertainment industry of our unwavering commitment to ensure that that field is treated with the dignity it deserves, and that millions of Kenyans can proudly fetch a living out of it. Again, as our motto loudly states, kazi ni kazi,
and every hustle matters. Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki. Maybe if I can allow Jesse and Bahati to say something, we will start. The one who will not cry. Thank you so much, SG. Thank you for welcoming us back to the party. Bahati, karibu nyumbani. Members of the state, thank you so much for coming. I'm here because I know the mission that we had as artists is still on fire. We still continue. Just as you have heard, we are also working closely with the CS Namwamba, who is in charge of the Talanta Hela, so there will be no confusion between what we are doing here for UDA and what is happening with Talanta Hela at the ministry. So let it not be confused. And so we want to make sure under President William Ruto, we are making sure that our talents are being felt back of us in Canada. There was that vision, is still there, it's still ongoing, and we are adding more fire. Having more artists joining UDA and moving on to actualize the dream. We want to make sure there will be no artists at the end of President William Ruto's tenure. There will be no artist that atakuwa anachangiwa pesa tena online. And SG, to let you know, we have plans also as artists to make sure, with the support of the government, we digitize even the collection of revenue, so that there will be no person in between and achukua pesos artists. There is that plan, and we're involved in it and making sure that it's going to be actualized within a very short time. And on the same, coming to talk about politics, ni kula Southimenti tulikuwa na mkutano kidogo wa UDA, lakini this time around I want to guarantee all the youth wenye tulikuwa nao kule pia tumepiga siasa huko Meru that we are here ndani ya UDA na hatutoki na tuendi mbali na tuendi popote. And even the party ticket, sasa tuko na SG kijana, hatutakuwa na mchezo tena. Hakuna watu watakuja kutusukuma. There's someone we gave the ticket last time. He did not deliver. He didn't bring that ticket. He did not win the seat under UDA. So that is, to me, if you ask me, he didn't do what we wanted to do as hustlers. So this time around, we're bringing him back home to make sure, even in South Imenti, UDA will have the next member of parliament. That is 2027. And that will be Honorable Jesse just from home. With UDA. So thank you so much. Karibu sana Bahati nyumbani. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwanza nashukuru sana. Najua sijawahi ongea kutoka hiyo siku ya tarehe 8 mwezi wa 8. Niliona kivumbi. Na mnajua nilikuwa nalia sana hiyo pande nyingine. Kila siku nilikuwa naamka naambiwa tiketi nimenyang'anywa. Nikirudi side naambiwa step down. Nikienda ipande nyingine naambiwa nitapewa kazi. Sasa mnaona ile kazi nilipewa ya kuipa. Na that's why nimefurahi sana kuja hapa UDA kwa sababu hii ni chama ambayo inaamini vijana. Ni chama ambayo najua inaheshimu usanii, inaheshimu talanta, na mimi najua Bwana SG. Kwanza shukrani sana kwa kunialika na kunikaribisha. Mimi najua 2027 kwa mara ya kwanza UDA italeta mbunge kutoka Madari. Kwa hiyo sitaki kuongea sana nisilie, ndio maana nimekuja na bibi yangu control emotions. Lakini kwanza nasema sana shukrani sana kwa rais wetu William Ruto. Aliamini mwenzetu, najua huyu ni mwenzetu kabisa, na ya ukweli kitu ambayo sijaisema mbele ya watu, kama kuna mtu ambaye aliniamini hata wakati nilikuwa nasema nataka kusimama kiti kwa mara ya kwanza Magari, ilikuwa our dear president, na mimi naonanga nilimwangusha sana, unaelewa. Unajua hapo naweza sema nilikuwa kigeugeu, na pia naomba anisamehe kwa hiyo anisamehe sana kwa hiyo, na kutoka sasa hivi nimesoma, nimeelewa, I have learned, and I'm happy to be back home as the prodigal son. So mtu asiyesema mimi nilikuwa wa kusimia, hapana, mimi ni mtu wa UDA damu. Asante sana.
Leo utalia machozi ya furaha. Bwana Yesu asifiwe, members of the press. For those who don't know me, I'm called Roy Smith Mwachia. Ama naitwa Rafton Mr. Idi Uncle Mlonzo. Kwanza ningependa kusema asante sana kwa SG kwa kunitunukia hii timu niongoze. Nasema ni kazi nzito, lakini asante sana kwa SG. Ningependa kuambia my fellow musicians, thank you for choosing UDA. It is the party for the young people. Na nilikuwa namhurumia sana ndugu yangu mdogo, actually mtoto wangu Bahati, wakati alipokuwa saa zote anakula vumbi akilia juu ya Prado, anaambiwa tikiti leo ni kwa nusu ya saa 7, Bahati amepewa tiketi. Ikifika nusu ya saa 1 amenyang'anywa tiketi. Hiyo mambo hapa hautapata. Na Buga KRG and all the artists who come here, thank you very much. Wacha niseme hivi, UDA is the party for the young people. UDA is the party for the creatives. And I must thank our party leader, Honorable President Mwenyewe, William Samoei Ruto, because the things that he promised us during the campaigns is actually actualized them. I must also thank the CS, Honorable Babu Namwamba, because the issues we had as creatives, issues to do about local content, tulikuwa tunalia sana. Saizi tukiwa chini ya UDA, tukiwa na SG, we are planning on pushing local content ikuwe 80%, international content ikuwe 20%. Amen? Yes. Na saizi nataka niseme hivi. We are officially launching the UDA anthem. And I can look at every young creative in this republic. Ambao mlikuwa mnafikiria pengine chama tukishaingia tutawasahau. This is an open opportunity. Kama uko Wajir, Garsen, kama uko Kakamega, ama uko Hispania, ama uko Mombosani, na wewe ni kijana, ama nyinyi ni kwaya, ama nyinyi ni kikundi na mnatafuta. SG amesema hapa anataka kutoa 2 million for the first prize. Kwa hivyo hii pesa milioni 2 bwana SG, kama wewe ni msanii uko nje, tunasema tu tunga national anthem ya UDA. We are coming to you, we are coming to all the counties. We will look for this talent. Na kuna kusema ni hip hop ama reggae alone. Kuna mpaka choir, kuna mpaka spoken word, kuna mpaka hizo vitu zote. Ukishinda unapatiwa hiyo pesa. Inamaanisha UDA tulisema na tunatenda. And I must thank our SG very much kwa sababu wakati mimi nilikuwa nasimama Senator Nairobi, nikadhulumiwa kidogo, uliniambia Rafton step down, tukivuka tutakumbuka. Na kweli unaona amekuja na amefanya nini kutukumbuka. Kwa hivyo mimi ningependa kusema asante sana. Mimi nitakuwa nasimama hapa Makadara 2027 under UDA. We are looking at the new incoming Makadara MP Rafton Smith. Asante sana. Vile vile tunavyojua kwamba sisi kama chama jana tulikuwa katika mkutano wa wabunge wote na party leader wetu Rais William Samoei Ruto, na tukakubaliana kwamba tunaenda kubuni ile kamati ya kwenda kuwa na majadiliano katika bunge, the bipartisan committee in parliament, na tulipeana timu yetu ambaye mnaijua, na tukasema kwamba waende waungane na ile timu ya Azimio, waende wasemezani kwamba tupate suluhu kwa yale maneno ambayo yamewekwa mbele ya hiyo kamati. Na mnajua vizuri sana kamati hiyo imepewa mamlaka kuangalia jinsi ya kuwa na ile panel, selection panel ya IEBC, kwamba Wakenya kupitia wabunge wao wajadili njia mwafaka ya kuchagua ile selection panel ya kuchagua wale makamishna wa IEBC. Sisi kama chama tumepeana terms of reference zetu ambazo zitakuwa limited kwa masuala ambazo ziko katika katiba yetu. Tunaenda kuongea masuala ambayo yako katika katiba na sio masuala yoyote ambayo yako nje ya katiba yetu. So tunasema kwamba ile kamati yetu ambayo tumeipatia mamlaka kwenye bunge
msimamo wa chama chetu ni kwamba waangazie masuala ambayo yako katika katiba. Nimeona wale wenzetu wa Azimio wameanza kulalamika, wanasema ati sisi tulichagua timu mbaya, tulichagua timu ambayo sio ya viongozi ambao ni sijui wanaita viongozi ambao ni wa nguvu. Tungependa kuambia Azimio kwamba kila mtu, kila coach ana njia ya kupanga lineup yake. Sisi kwa ile hekima yetu tuliona kwamba wale watu ambao tuliwachagua ni viongozi ambao wanajiweza, ni viongozi ambao wamechaguliwa na wananchi kama nyinyi vile mmechaguliwa na wananchi. So hakuna kiongozi ambaye hakuna nguvu kuliko kiongozi mwingine. Hao viongozi wamepewa nguvu na mamlaka ya Kenya Kwanza na chama cha UDA kuenda kujadili maneno hayo na muwapatie heshima ambayo wanahitaji. Nimeona vile vile pia Azimio wamelalamika kwamba tumemchagua mjumbe wa Jubilee. Tungependa kusema kwamba hii ndio maana kamati hiyo inaitwa bipartisan. Tungependa vyama vyote vikue katika mjadala huo. Hii sio mjadala ya ODM na UDA peke yake. Tungependa vyama vyote, Wakenya wote waingie pale ndani. Ndiposa tunaita bipartisan. Na tuko na viongozi ambao wametoka pia katika muungano wa Azimio ambao wamejiunga na sisi. Azimio inafaa wajue kwamba katika katiba yetu tunapewa uhuru wa kukua katika political party au political organization yoyote. Na basi wale wabunge wa Jubilee wako na haki kujiunga na sisi katika UDA na katika Kenya Kwanza. Na therefore yule mbunge ambaye tulimchagua katika ile kamati hako na haki kukaa katika hiyo kamati na kujadili masuala ya Kenya. Na kama Azimio walitaka na walikuwa they were genuine with Kenyans, wakuje tuanze kazi hiyo haraka iwezekanavyo. Nimesikia vile vile wamepanga kuanza kuwa na mikutano ya hadhara, sijui Kamkunji, sijui wapi. Tunawaambia mko na haki, muendelee kufanya hiyo mikutano, lakini sisi sasa hivi akili yetu yote iko kwa ile kamati ambayo tulipropose na nyinyi mkakubaliana na sisi. Tuweke akili zetu zote kwa hiyo kamati, tutatue shida za Wakenya. Na mwisho ningependa kutangazia Wakenya kwamba chakula ambayo rais alikuwa ameagiza kutoka nje imeanza kuja nchini. Kule Mombasa tumeanza kupokea chakula, ile mahindi, sukari ambayo ilikuwa imeagizwa kutoka nje imeanza kuja, na wiki ijayo mtaanza kuona bei ya vyakula ikienda chini. So Wakenya wakuwe wapole kidogo, karibu bei ya vyakula inaanza kurudi chini, kwa sababu ile vyakula ambavyo tulikuwa tumeagiza kutoka nje kama serikali imeanza kushuka. Sasa wale ambao walikuwa wameanza kuvaa sufuria kwa kichwa, mtumie sasa sufuria kupika ugali, sio kuvaa kwa kichwa na kukimbia katika town zetu za Kenya. Mwisho ni kuzidisha tu kwamba tunawakaribisha, na vile tumesema tumekaribisha leo Mheshimiwa Bahati, Mheshimiwa Jesse na viongozi wote ambao wamejiunga kama wasanii na kama viongozi katika chama tawala. Tunawakaribisha katika chama chetu, na tumesema hawa viongozi wanaenda kuangalia haswa ile identification ya party anthem. Tunaenda kukua na wimbo wa chama chetu ambacho chama ambacho wimbo ambayo inaenda kutumika kama anthem ya chama chetu cha UDA. Na vile Rafto namwambia mshindi atapata milioni 2. Ile mshindi ambaye ataimba wimbo wa hii chama atapata 2 million shillings, na tutakuwa pia na other categories ambazo hii kamati ambayo tunaenda kubuni inaenda kuambia kwa siku ambazo zinakuja. Asanteni. Namba moja, na wale watu ambao waliwasaidia kufanya campaign in terms of music, walifanya muziki zao kuwasaidia kufanya campaign. Are you going to look at them in a different way that they did their part also kuwasaidia kufanya campaign with their music? And number two, tumezungumzia about chakula
kuingia nchini. And my question is, what guarantee are you giving Kenyans that from next week, the way you say, that those prices are going to be lowered down, and what are we expecting to go down? Unga, ama rice, ama nini ndio we should expect to go down? Niko na swali. Mimi naitwa Mboya. Swali yangu ni wakati wa maandamano ofisi zenu kule upande wa Siaya na Kisumu zilichomwa. Kufikia sasa hivi, je, mmerenovate ama lipo bado? Na mikutano ya Raila ulivyosema zimeanza tayari. Kama mmerenovate, hamuogopi kuwa zitachomwa tena? Unaongelea kuhusu wasanii sana musicians. Mpango gani tunao kwa wasanii wengine kama kusaidia? Basi. Asante sana. Kwa swala la wale musicians ambao tuli campaign nao, sisi kama chama ndio kuna tofauti ya chama na kuna tofauti ya chama na serikali na ministry. Mnajua vizuri sana serikali yetu iliteua kamati ambayo inaitwa Talanta Hela ambayo iko chini ya Ministry of Sports. Kamati hiyo inabuni sheria na policies ambazo zinaweza kusaidia wasanii, na sio wale ambao walisaidia during campaigns, lakini wasanii wote wa Kenya, wasanii wa kuimba, wasanii wa drama, wasanii wa comedians, wasanii wote, vitengo vyote vya usanii. Kuna policy ambayo inaenda kuundwa, na policy ambayo sisi tunasukuma kabisa ni absorption of local content, kwamba local content iwezwe pewa nafasi kubwa katika television zetu. Mimi huona TV jioni na naona kwamba the content outside Kenya ndio inaangazwa sana. Sisi kama chama na kama custodians wa manifesto ya rais tunasema kwamba tunaenda kuhimiza kwamba Ministry of ICT imetimiza maneno ambayo tunasema ya absorption of local content. So wasanii wote wale ambao walitukampenia, hata wale ambao hawakutukampenia, wanaenda kufaidika kutoka katika hizo policies ambazo ile bodi ya Talanta Hela inaenda kupropose na mwisho iende kwenye bunge na ile relevant ministries ziweze ku-implement. Kwa masuala ya chakula, unajua katika ile rule ya economics, the law of demand and supply, ukiwa na chakula mingi bei itarudi chini. So ndio maana rais aliagiza chakula kikuje. Unajua wale watu ambao walikuwa wametoka katika uongozi siku kabla tufike katika uchaguzi wa kura, walinunua mahindi yote katika cereals board na katika wakulima, na wakaficha vyakula hivyo, ndio wa create shortage, ndio bei ya vyakula iende juu, ndio waende maandamano. Ilikuwa mpangilio, kwa sababu wewe niambie, kama ulipoteza kura August, inakuwaje unangoja miezi 7 ndio unafanya maandamano? Mimi nadhani ukipoteza, kama unadhania ulibiwa kura August, ingefaa hiyo August tarehe 15 uko umeanza maandamano. Ni nini hii ulikuwa unangoja miezi 7 ndio uende katika maandamano? Hii ilikuwa plan yao kwamba wanunue chakula yote, wakijua baada ya miezi 3 ama 4 bei ya chakula itaenda juu, alafu waende maandamano. Maandamano haya ilikuwa imepangwa kwamba watafanya maandamano kwa ajili ya chakula baada ya 7 months, sababu walijua hapo ndio kutakuwa na shortage ya chakula. Alafu mwisho kabisa, mambo ya ofisi za Siaya na Kisumu ambazo zilichomwa, si ni chama tawala. Chama tawala haiwezi tingizwa na watu wawili watatu ambao wanachoma ofisi, na chama si ofisi, chama ni watu. Sisi tuko na watu, muona leo wamejiunga na sisi, watu ambao wanaamini katika chama chetu. Ukiona MCS amekuja, hajakuja yeye peke yake, amekuja na watu wake. Ukiona Bahati amekuja hapa, ako na following karibu ya 1 million people,
amekuja na watu wake ambao wanamwamini kwa sababu pia ni kiongozi. So chama sio jengo, chama ni watu, lakini sisi hatuchoki. Umeona juzi tumekuwa Homa Bay tukihakikisha kwamba chama chetu kinaimarika. Tarehe 16 ningependa kutangaza on Sunday tutakuwa Siaya tena kuimarisha chama pale Siaya, pale huko Siaya Bondo, huko ndio tunaenda sisi, tunaenda kuleta kila mtu katika chama cha UDA kwa sababu hiki ndio chama ambacho kitaleta mabadiliko katika Kenya yetu. Asante. Thank you. Ningependa kuwalisha jamaa kofia. Asante sana. Acha nipatie mke wako. Asante sana. Hii ni ticket, eh? Asante kabisa. Thank you. Haya, wapi? Kuja. Tutaunda kofia special ya watu wa Rasta. Boga pia amesema mambo ichemke na ichie. Mambo iko sawa. Naweza sema mambo Chemka. Hello. Mambo imechemka. Na unaona kweli imechemka kwa nchi. Tunafurahi kwa sababu ya nini? Mnakumbuka mapema niliwaambia tu tusianze kuvurugana kama vijana, tupatie serikali time. Itatuita kwa sababu vile rais alichukua kitu na vitu vingi anataka kupanga. Na chama yake kweli alisema haitatuacha sisi kama vijana. Na alisema sisi wote tutakana na njaa na tutaacha kupigana kwa sababu watu wanapigana kwa sababu ya njaa. So tutapata solution ya kila kitu ukisikiliza mwelekeo wa serikali kwa sababu inakuwa imepanga mambo mengi. Ni vile wewe ukiwa hapo unaona shida zako, lakini shida ziko kila kona dunia mzima, na watatusikiliza na watatupangia mambo. Na sisi, mimi msanii akipata familia, jamii imepata, si ni kweli? Kwa sababu msanii ni kioo cha jamii, si ndio? Reflect what we get to the community. So sisi tutakuwa tuko sawa, mambo itakuwa imechemka kila kona, tutaenjoy maisha kama wasanii, na familia zetu zitaenjoy, na kila mtu ambaye kwenye creative space ataenjoy maisha kwa sababu tuna managers, tuna timu, kila mtu ako na timu yake kubwa kubwa, na kila mtu ako na familia yake. So mambo itakuwa best in the world. In the next 5 years, I am sure Kenya itakuwa the best country in the world. Na watu wengine wote watakuwa wakitaka kutengeneza nchi yao, wanatulia Kenya ndio wanakopa nchi yao. Na mimi kama Buga nawaambia with confidence kwamba miaka 650 hapana na nini vizuri, chama ishike vizuri ndio nchi ya Kenya iwake kabisa, ndio mambo iko best in the world. Asante sana bwana SD rais, tuko na wewe mpaka mwisho. Miaka 650 rais ndio